mtu bure. Naomba ukae. Ni kweli kwamba kwa kila baada ya fundisho ni vizuri kuweka mwongozo na mwelekeo. Jambo la kwanza, ujisikie vizuri. Kama nilivyosema, tutaendelea na lengo, utagundua kwamba mwishoni ni kujengwa na kufanikiwa. Mungu atusaidie. Ni kujengwa na kufanikiwa. Siku moja tulikuwa tunaabudu mahali fulani. Sasa kula hili somo kuna namna mbalimbali linakuja. Basi tumisha kauliza. Kulikuwa na kipindi cha sadaka, baadaye tukaingia kwenye sadaka ya zaka. Kwa sababu ni muhimu kweli kufuatilia, kwa sababu katika kufuatilia, alright? Jambo la kwanza kama mchungaji atafurahi ikiwa unafanya kazi. Iko unafanya nini? Unafanya kazi. Wala usikafurahia wewe ukajidanganya kwamba unashinda umelala kwamba mchungaji. Mtu mmoja kaniambia hivi, mchungaji, mbona unaenda kulima shamba? Nakamwambia hivi, mimi naenda kulima shamba ili ninapowaelekeza washirika wakafanye kazi, nafsi yangu cha kwanza isinisute. Mungu asifiwe sana. Muulize huyu, tumeenda kuzoa mavi ya ng'ombe hivi yuko hapa, yule kule. Mpaka tumerudi. Tuko hapa ibadani, tumeoga. Ili kifanye, tunajua ile kemikali ya mavi ya ng'ombe. Ni kemikali kweli, ile ni chemistry kabisa. Ndio maana wengine wanatengeneza biogas na pombe. Ikazali. Hivi tumechoka. Ila lengo ni nini? Nikiwa ninakusisitiza na mimi, kuna mwingine anasema hivi, wewe unaona hivi bado tuko hivi level hii, wanakuja wengi, na wanapokuwa wengi na maswali nayo ni mengi. Huyu afanye jambo lolote. Kuna askofu mmoja nimfahamu, yuko hapa Buongo. Ana ranch ya ng'ombe Misungwi. Ranch ya ng'ombe. Wewe maziwa, nini, nyama analetewa tu nyumbani. Mungu asifiwe. Kwa hiyo shauku ya kwanza ya mchungaji, au tuseme kwa nyingine, zaka ni sehemu ya ripoti kama mchungaji. Mimi sio mpiga umbea, mimi ni mpiga kazi. Sawa? Kwa hiyo ameeleza kidogo ni taarifa kwa kanisa kwamba jamani, mimi ni mshughulikaji. Mimi ni mchakalikaji. Tusitumie neno kuchakalika au tuseme kushughulika hivyo hivyo. Mungu asifiwe. Kwa hiyo usipo toa zaka inaleta. Kwa hiyo yule mchungaji akasema hivi, jamani, muda wa zaka. Mungu asifiwe. Haya nayo pia yana changamoto yake, kwa sababu kuna watu wengine wanalazimika kusema uongo. Mimi nilikuwa na swali hapo wakati mwalimu anamalizia. Je, wale ambao tunadaiwa, mama mchungaji anasema yule mtoto anadaiwa zaka, sio? Wale tunaodaiwa tunafanyaje? Tunaanzia wapi? Tumeelewa. Petro akasema hivi. Wale watu wakamwambia Petro, hiyo injili yako tumeielewa. Tutendeje ndugu zetu? Yaani tutendeje marafiki zetu? Tumeelewa. Sasa tufanyeje? Petro akasema, tubuni kila mmoja akabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, na kila mmoja atapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa sababu hii ni ahadi kwa ajili yenu na watoto wenu. Mungu asifiwe. Wewe kuna swali kwamba tunatokaje? Mwingine mtumishi wa Mungu, kuna mwingine ni kama yule towashi, ameelewa somo kabisa. Kwa hiyo anasema hivi, sasa nifanyeje niweze kubatizwa? Kitu gani kinachonizuia niweze kufanya? Kuna mtu mwingine anataka kutoa sasa hivi. Yeye unazungumza hivi, anasema, mtumishi umenigusa sasa hivi, mfanyeje? Mama ana account ya kanisa. Mungu asifiwe sana. Of course hiyo ni kwa mambo mengine, lakini ili kwa vitu vingine vya maendeleo. Hii ni sehemu nyingine nirekebishe kidogo hapa.
Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo mchungaji akauliza, ina maana wiki hii alikuwa mwazi yeye. Ina maana wiki hii hamna mtu mwenye zaka, sio? Hayupo mwenye zaka. Tafsiri yake hayupo aliyeenda kufanya kazi. Mungu asifiwe sana. Kwa sababu kila kazi, anasema katika kila kazi mna nini? Mna faida. Mithali ngapi hiyo pale? Search hiyo. Sema mama mzee nitafutie hiyo na wewe unachangamka. Wewe ni mdogo wangu. Haleluya. Amen. Katika kila kazi mna faida. Mungu asifiwe sana. Wewe haikuwa kimya. Akasema mshikaji ibada, akasema ina maana hapakuwa na wiki hii nzima yote hakuna mtu aliyefanya kazi. Bwana inatisha. Tufanyeje sasa? Akasema hivi, ninaomba Mungu ambaye ana uhakika kwamba katika wiki hii hajaingiza chochote kabisa. Hajaingiza chochote kabisa. Asimame hapa. Mungu atusaidie sana. Kulikuwa na rafiki yangu anaitwa Kapama, unamfahamu? Mfanyakazi wa nini wa TANAPA. Akaingia hapa kwenye nini? Sim banking ya CRDB. Akatuma moja kwa moja kwa nani? Kwenye namba ya mchungaji. Namba ya mchungaji kaja kaka. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Mithali 14:23. Katika kila kazi faida imo. Maneno ya nini? Weka status hiyo, waka nasema weka status 14:23. Watu wengine waipate kule. Haleluya. Umeelewa sasa? Kule kwetu tunasema kwa jina la Baba na la Mwana. Mbona mnajifanya kama mjaendako? Bwana mjaishi huko? Yeye maana yake unasema, Bwana Yesu nisaidie mimi mtoto wako. Sasa hii ni kujitengenezea mazingira. Sawa. Kaa mbele basi mwanangu ili kwamba mtoto apate nafasi yako. Umemweka katikati na wewe. Na unajua mtoto wako huwa habani kama nani? Kama andazi. Wewe kaa mbele kama hivi, akitaka kutembea hivi, anakwenda huku, basi. Unaona kumfunga mtoto kama nani? Mtoto mwenyewe Joshua. Haleluya. Jamani, hebu sema maneno haya. Sema nimejisikia vizuri. Sijakwazika. Alafu sihami. Mungu atusaidie. Jana mhubiri yule jana aliyekuwa pale msibani akasema kuna wengine hapa tukiangalia simu zenu mnazikimbia wenyewe. Sasa kuna mwingine katika hoja hii ya zaka. Tukisema tuangalie ukurasa wako. Okay. Kwa kutimisha iko hivi. Bwana Yesu atusaidie. Ukiona kwanza kabisa mtu kama huyu anajitolea kufundisha somo kama hili, kwa vyote vile kwa neema ya Mungu analiishi. Tumezungumza pale zile mahesabu kwa sababu kusema kweli kuna sehemu nyingine unafika unasema Mungu wewe ndio unisaidie. Kwa sababu kwa maana kabisa ya 100% na kale kama mhindi mliko kata si watu mahindi tukinani watu na chuma ya kuchoma. Sawa? Na Kenya kanataka kaingie kwenye hesabu. Sasa nitakapata wapi? Umeshakata na umekukala. Umesikia? Kwa hiyo wakati mwingine ndio inakuja hoja ile mama. Ni bora kuzidisha kuliko kufanya kupunguza. Inawezekana ukizidisha ega utaangukia pale pale au utazidi kidogo. Mungu asifiwe. Yule mchungaji anasema inawezekana wiki hii basi wale ambao kabisa unahakika kabisa haijaingia hata 5,000 kwa wiki hii, simama hapo. Ndugu,
Sasa hiyo nyingine itakupa changamoto nyingine, kwa sababu ile inakuwa inatokana, tumeambia hivi, tunatoa kwa imani, tunatoa kwa Mungu, hatutoi kwa kulazimishwa wala kwa kutishwa. Mtu anamjua Mungu wake, ndiye anayemtolea Bwana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo usiingie katika tena kuanza kusema uongo. Basi hapo niishie hapo. Hoja ya mwisho iko hivi. Washirika, Mungu anapokupa kanisa, hao washirika wanatosha kuisapoti kazi ya Mungu kwa njia ya zaka. Kwa hiyo wewe unapopunguza ile 50, ile 100, ulipata 1000, unataka kutoa ngapi? 100. Wewe imagine serikali yenyewe kipunguza shilingi 50, hata senti 5, hiyo hela haipokelewi. Mungu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie na tujisikie vizuri. Haleluya. Na tujifunze kuifanya kuwa kanuni ya maisha yetu. Tujifunze. Yaweza ikawa kuna maswali kama hiyo tuliyozungumza. Sawa. Sasa ngine makuu. Mwingine akwambia hivi, mimi niko, mwingine kaniambia hivi, mimi je, mchungaji, kwani mke na mwili mmoja? Nikasema ndio, Biblia imesema ni mwili mmoja. Sasa mume wangu ana kazi yake na mimi nina kazi yangu. Sawa? Hapo inakuaje? Mbona sisi tunaunganisha? Je, mimi nikitoa alafu mume wangu asitoe, inakuaje hapo? Unampa mfano tu kwamba mama mchungaji anatoa na mimi natoa. Mama mchungaji anatoa na mimi natoa. Yeye alitaka hivi, kuna ule wivu. Mimi napunguza, mimi nakuwa nimepunguza, ila mwenzangu anazidi kupeta kama kapeta. Na kwa hiyo inakuwa au saa nyingine sheria iliyoko ndani ya ndoa ni kubwa, ni kali. Sitaki. Kwa sababu kuna wengine wana maagano. Sawa? Wengine wana maagano. Hivi ni nani? Yaani kwa lugha nyingine, yaani ana maagano yake, mume wake ana maagano fulani, kabla kwenye biashara zake alienda kwa mganga. Na mara nyingi watu ambao wanafanya biashara za kiganga, kwenye zaka ndio liposema kwamba usiguse, kwa sababu ile ni madhabahu. Sasa umegonganisha madhabahu ngapi? 2. Madhabahu ya kwa mganga na madhabahu ya Yesu Kristo, umeenda kutoa nini? Zaka. Ndio wale wanaokuambia mimi nitatoa mchango au sadaka nyingine, ila usiseme nini? Zaka. No. Haleluya. Okay, lakini tumeelewana. Mungu atusaidie. Kwa hatua angalau ya leo, bado tuna yale mambo mengine ambayo mzee atafundisha siku nyingine. Si sawa? Haleluya. Kwa hiyo wewe jisikie vizuri kabisa. Hapo ambapo bado kuna swali, mwambie Mungu nisaidie. Kuna wakati tumesema mshahara wote ulishakopa. Na mimi nimesema hivi, tunawashambulia, tunaendea sana wafanyakazi kwa sababu kwanza ni wasomi, wanajua kupiga hesabu, wanaelewa. Lakini sasa naye katika majukumu, hata huo mshahara unaozungumza wenyewe haupo. Sasa wewe una special case kwa sababu unamuomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba unipe mwelekeo katika hili, ila moyo wangu kutokana na somo hili nimekuelewa. Moyo wangu umekuelewa kabisa na unapenda kuendelea katika kutumikia katika hili. Haleluya. Simama juu tumshukuru Mungu kwa ajili ya